Pepano mwanju muri Ndizi TV na neche kinde kokora na somoro Omogano ne uyuko jagera itugo lya Jumatano jagera chinsa ibere chamaroba yona liba yameno kokora ne somoro bere yo no to jitwala tabageni ao anne batwerera imirubiri yabo bakorire batwera kuri ubana babo batebinga kibami makibakinire kibamenyire ase tugura na naire bagari abene kokora ne somoro bere yo obena inje kurubono goikomwerwa kuri murobi na mange turajukwana ase tukurero bana turajukwa kwana somuntu bege Swahili kiagera na mange turakwana ase tukurero gotoma chikutugwati nyona abakora sense meri mitandao Facebook tonyora Ndizi TV News digital bega sense ya YouTube na bakotonyora Ndizi TV News okonya chinga kito tweet Ndizi TV News bage kenga likia wenda ko toma gutira sinamba ira skini ya urabu kona kwari ndi asenjira ya bene obena inje goikoma iri tukurero nande na nyora ne no mogeni ase murobirio yo kera joto tebi na kia kinete na kia kurokwa tino takana gote iningo ikianda gite komora na ndo kama gote waningo tornera ase studio nere uwe kwanera era manyere gona kwari ndi asenjira ya bene obena inje goika omwelio bana ndani karibu sana kwa studio zetu. Sasa naomba kuambie mtazamaji wetu we ni nani ama unaitwa nani? Mimi naitwa Dogo Khan. Unaitwa Dogo Khan. Dogo Khan alizaliwa wapi? Dogo Khan alizaliwa Bunyunyu. Nyamira. Dogo Khan alizaliwa Bunyunyu Nyamira. Utaweza kumbuka mwaka Dogo Khan alizaliwa? Karibu ilikuwa 1950. 1950. So wazazi wako walikuwa wanaishi Bunyunyu ama Utaweza tuambia historia kidogo ya Dogo Khan alizaliwa Bunyunyu, utaweza tuambia historia kidogo? Alizaliwa Bunyunyu. Alafu kwa mimi karibu mwaka 3 hivi baba alifariki. Alafu waliama Kindube. So unasema kwamba ulizaliwa Bunyunyu ukakuwa miaka 3 hivi alafu babaka akafariki ukabaki na mama mzazi. Ndipo sasa mkama kutoka Bunyunyu sasa mkaenda Kindube. Kindube ni sehemu za Ujaruo. Ni tuseme Ujaruo. Sasa huko Kindube mlikaa muda gani ama maisha ilikuwa huko jini Kindube? Kindube tukaa tu kidogo na maankles zangu. Alafu tukaenda Kisumu. Nisoma Kisumu. Alafu ndio nilipata kazi nyingine Kisii tena. Alafu nilikuja Kisii. Kabla hujafika kupata kazi Kisii, ulisoma wapi? Na ulisema kwamba mzazi wako papa ndiye alifariki Bunyunyu ndio ukaenda Kindube. Hiyo kufa kwa babako ndio kulichangia kutoka Bunyunyu na kuelekea Homa Bay. Kindube. Ndio ilichangia. Si tueleze historia kidogo hapo Dogo Khan. Silikuwa mdogo. Wewe fahamu vizuri. Alikuwa mdogo. Ndugu yangu pia alikuwa yuko. Alafu uko Kindu tulikuwa nakaa kwa maankle zangu. Kwa hivyo wakati babaka alikufa, mamaka akaenda huko mkakuishi na anko zako. Sasa shule ulienda wapi kidogo tu? Kindu shule zamani ilikuwa shule tu ile kidogo Kindu. Nilienda Kindu paka standard 5 hivi. Alafu nilikwenda Kisumu. Kisumu high school. Kwanza ni Kisumu primary. Alafu nilienda Kisumu boys high school. Ndio ulisoma ukamalizia huko. Sasa wakati kuna historia kidogo mtazamaji wetu anataka kujua Dogo Khan wazazi wake papako na mamako walizaliwa wao Kenya ama unajua kuna hiyo story watu wanataka kujua walizaliwa Kenya. Walizaliwa Kenya. Wao walikuwa Bunyunyu ilikuwa shamba lao ama walikuwa wanaishi tu? Ilikuwa shamba. Ilikuwa walijenga nyumba, permanent nyumba. Sasa hiyo bado hiyo shamba yenu iko huko Bunyunyu ama mlikuja wakati? Ile iliuzwa. Lakini hiyo nyumba mpaka sasa watu najua kwa nake huko baba yangu alikuwa na sikizana na watu mzuri kabisa. Baba yangu alikuwa anaitwa Sitara. Alikuwa anaitwa Sadar Khan, lakini sasa watu ya huko walikuwa na Wanze Sitara kwa ufupi. Wao walikuwa wanaita Sitara kwa kinyumbani sasa. Walikuwa wanapenda baba yangu sana. Sasa story nasikianga tu story. Kwa sababu ulikuwa mdogo. Mimi nilikuwa mdogo. Alafu hata mimi nilipwa jina ya Kisii. Mimi na ndugu yangu. Jina hilo ni lipi? Ndugu yangu anaitwa Onyancha. Anaitwa Onyancha.
na mimi na mtu wa Mweberi. Mwaberi. Mweberi. Walikuwa wanawapea majina ya Kisii. Ndio watu ya huko. Sasa umesaliwa katika hiyo familia, hata kama ulisema kwamba babaka alikufa ukiwa miaka 3, ulisaliwa ukiwa mtoto wa kwanza, wa pili, wa tatu katika familia? Ya pili. Ndugu zako wako? Iko ngambo. Iko ngambo. Sasa wewe umesema kwamba umeenda Kendu Bay, umesoma, umeenda high school, umemaliza. Hebu tueleze historia yako. Sasa wakati umetoka Kendu Bay ulikuja Kisii? Tena ukarudi Kisii? Tena nirudi Kisii. Mlirudi na mzazi, mama mzazi, kwa sababu mlikuwa na yeye ama? Nirudi na hapa Kisii, nilirudi tu peke yangu kutafuta, nilipata kazi. Ulipata kazi. Mwanjumu leo niwe tena nigotole na Dogo kandi bana watoto babiri naki asonga kiachete ase Kendu Bay karamu wa gatatu mabasira asanze meri abo nyunyu ekamwirira akaenda Kendu Bay osomire ojire primary ko high school bono irende Kisii na ande achiko chake biashara biaye. Sasa wakati ulirudi kutoka Kendu Bay kukuja Kisii kufanya biashara yako, nani alikukaribisha Kisii? Mimi nilikuwa na kazi. Si biashara, ilikuwa biashara bado. Ulikuwa kazi? Kazi. Sasa nani alikukaribisha Kisii na ni kazi gani uliyopata hapo awali? Hiyo kazi nyingine ilikuwa iko duka nyingine zamani. Walikuwa na mito Ibrahim Kassim Limited. Ndio Kisii pia ilikuwa ndogo sana. Alafu baadaye iko wengine Masaba General Stores. Masaba General Stores. Walichukua hiyo kazi, alafu niendelea na hawa. Nani alikwambia eti kuna kazi Kisii tena ukarudi, ama ulikuwa umepopea kidogo kana? Iko tu ule ilikuwa iko na haja ya mtu kusaidia kwa kazi. Alikuja kutafuta mimi. Alikuja mpaka Kendu Bay akakuja. Alikuja mpaka Kindu. Kabla umemaliza shule sasa kuambia turudi Kisii uanze kazi. Hapo sasa wakati ulikuwa unasema kwamba ulikuwa unaishi na mzazi mmoja. Mzazi alikuruhusu kurudi Kisii ama ilikuwa vipi Dogo kana? Ndio. Mzazi alikuruhusu kuja Kisii. Aliruhusu mimi. Ukakuja na yeye ama yeye alibaki? Yeye alibaki. Sasa umeanza kazi, umepewa kazi, experience ilikuwaje? Ama kazi ulianza aje? Ilikuwa kazi ya karani kidogo hivi hapo. Karani kuandika tu. Kuandika kuchunga store, general kazi. Sasa umeingia hapo, tuelezea kidogo ulisonga kwenda wapi, ndio tukienda na mtazamaji anataka kujua ulisonga kwenda wapi kidogo, ndio tukuje kufikiri sasa ukisaidia Shabana. Wakati umefika Kisii, umeanza kazi sasa, umepewa kazi. Utaweza tufafanua kidogo ulifanya aje? Alikuwa mimi naendelea na kazi. Alafu iko wengine walikuwa nataka kuanza biashara hiyo ya hardware. Ni walisema tufanye kazi hiyo pamoja. Sasa wengine wakwambia wanataka kuanza wao biashara yao sasa kando, apart from kuachiliwa. Nasema kuje tufanye kazi pamoja. Na wewe sasa ukakubaliana mwanza biashara? Mimi walisema wewe simamia. Tutaanza biashara na wewe pamoja. Ni biashara gani sasa mlianza Dogo? Hardware. Mkaipea jina gani? Shabana Hardware and General Stores Limited. Sasa umetoka Kendu Bay, umekuja umeajiriwa kidogo, alafu sasa umeanza biashara yako kibinafsi na wengine? Mimi niliajiriwa na hiyo wengine walikuwa nataka invest. Walikuwa nataka tuanze biashara. Sasa umekubaliana na wao, mmeanza biashara ya Shabana. Hii jina mlitoa wapi? Jina ni combination of names. Ukakuwa kiongozi wao? Mimi nilikuwa na manage. Hebu tupe taswira ya Kisii town wakati huo sasa ilikuwaje kidogo tu? Kisii ilikuwa watu wachache kabisa. Ilikuwa street moja peke yake hapa. Huko juu ilikuwa karibu na market, ilikuwa iko juu karibu 3-4 peke yake. Wewe wakati ulikuwa hapa Kisii ilikuwa chache kidogo sana. Watu walikuwa wachache. Sasa mmeanza biashara, mmefungua Shabana, mmeanza hiyo hardware. Sasa mlikuwa mnauza nini na ilienda aje? Yetu tulikuwa na vitu ya hardware. Watu walikuwa wanatoka sehemu mbalimbali kuja kununua ama? Ndio sana. Tulikuwa julikana hiyo duka. Sasa wewe ndio ulikuwa manager wao? Ndio. Nilikuwa partner na hiyo pia. Watu walikuwa wanatoka Kendu Bay na wengine walikuwa wanatoka wapi kuja kununua bidhaa zenu?
Hapo watu wanatoka Gusii, Homa Bay, sehemu za Kilgoris. Homa nimesema Homa Bay around hapo. Sasa huko familia unasema kwamba wengine walikuwa wamepaki Kendu Bay. Ulikuwa unaenda unawasalimia unarudi ama ilikuwa aje? Ulikuwa nakwenda. Ulikuwa unaenda unawasalimia na unarudi. Weekends. Weekends. Sasa umeanzisha Shabana, ni kina nani uliajiri huko wakati umeanzisha Shabana sasa hardware before ukuje kwa maneno ya mpira? Iko wengine walikuwa mwingine alikuwa anaitwa Mzee Nicholas. Kwa Kenya Bururu hapo. Alikuwa anaitwa Kimanga. Yote wameenda. Okay, kama nakumbuka iko mwingine anaitwa Mairura. Mwingine alikuwa anaitwa Pius. Ni wengi sasa. Sema ni wengi mliajiri katika hiyo hardware yenu. Sasa ukikombea kidogo, tukikombea biashara ya wakati na wakati huu, utaweza kombea aje ama utaweza linganisha aje biashara ya wakati ule sasa wakati umefungua Shabana hardware na saizi? Kwa sababu umeona mji wa Kisii umenawiri kidogo. Biashara siku hizi tofauti. Sisi tulikuwa nafungua hiyo retail. Ilikuwa hardware ilikuwa karibu 3 peke yake tu. Ilikuwa 3 peke yake. Unasema Shabana ilikuwa ingine 7. Ile mlipewa kazi mara ya kwanza? Hiyo. Ile ya kwanza mlipewa kazi wakati ulikuwa Kisumu kiingia ilikuwa inaitwa nani? Hiyo ndio Masaba, watu wa Masaba walichukua hiyo kazi, walinunua hiyo biashara. Hiyo hapo awali sasa. Sasa wakati huo ndio nauliza, wakati huo ukikombea biashara ya wakati huo na saa hizi, unaona biashara iko namna gani? Siku hizi biashara iko kubwa, inakuwa kubwa pana sasa siku ile. Biashara kubwa sana. Sasa unajua watu sasa iko wengine hata wana import. Zamani ilikuwa hakuna kitu cha import hapa Kisii. Sasa nataka utuambie kidogo sasa, wakati familia yenu ilikuja kama kutoka Kendu Bay ama bado wako? Bado wako mpaka sasa. Hapana, iko mama alifariki. Mama alifariki ukiwa na miaka ngapi? Kwa sababu ulituambia kwamba wakati papa alifariki ukiwa na miaka 3. Mama alifariki ukiwa na miaka ngapi? Afrika karibu mwaka 20 mama alifariki Kisumu. Mwaka 24. Alafu baada ya mama walienda Kisumu. Alifariki ukiwa na miaka 24. Sasa wakati wewe umehama Kisii kabisa, ni wakati gani sasa wewe ulihama kutoka Kisumu ama Kendu Bay kabisa ukakuja Kisii sasa? Ama bado unaendanga Kisumu wakati ama ulihama Kisumu kabisa? Kisumu tulihama. Sasa Kisumu nilikuwa kwa ajili ya shule. Alafu pole kwa ndugu zangu wengine yao walikuwa nasoma. Mmoja mlio ni wete na tole na Dogo kan toto tabirina kia kinete goja iwe toto tabirina mpaka ngaki akana Kisumu ile ne bono bosongo toto ina bosongo ngaki iyo ya wate jadi we isa to chuka ja bwate street jare ngangi bere joka toto tabiri toto to Omogano kabisa nani mpaka na kitaka konya Shabana. Kero nacho to tena Shabana ngakia kero anje konyete kero yalwa ko mupira ngakia igete ibirengoki aina to take kuria limano Omogano oye ngakia nyareka okonya nene ase community gai oto sukango na dola sentu ndende yakabinyo na bogana utobwadi Omogano oyo wetera sense meri yemitanda Facebook tonyara Ndizi TV News digital asense ya YouTube na otonyara Ndizi TV News onya chingaki to tweet @Ndizi TV News oye kangalia gutumu wetera sinamba ira seskini ya irabu gwena dola sentu ndende yakabe. Ndizi TV ubwansu bw'Omugusii. Kinyagetari Njiraroro Korende Ram Hospital Kisii nebwate birenko bigoro byobokoreri asobobwenia egati yobokoreri babwate namona in and out patient MCH clinic Gusii maternity na bogokora consultation babwate pharmacy
ultrasound, CT scan, ngokora bali x-ray, dialysis, nkubwenya bali emechando ya maino, naboigo amangana yebirole bya maiso, uko baruogoke, gosoko baruokonene, naboigo mbabwato bukoreri, bwa ambulance, chinsemero ngibirirenye, mbabwate chinchira au chugwakanira, egati yabo, chire NHIF, AON Dental, na Linda Mama, asebali yabagotumia NHIF, tibali wakana, besa chinde chigoro, magiga yoko bweniwa, buna inpatient. Naboko batarera asenyagitari yabo ya Ram Hospital iyweranye n'ikigambiro kia Kisii Low Codes Gusii wa Kirisimi ase namba enoti isano n'ibire enoti isano ibere isato kianda ibere isano n'isato kianda. Ram Hospital Kisii, health first and health always. Osmo Traders Limited neduka ye hardware iyuri miyumu chukisi eko nibintu au byobwagachi asamugurinse mono nigo bubwate chi computer chikobrukane chirange negwikere chiriuraganie boigo mbabwate sanitary wares echuchire chibakuri chichicho chisink nebindebinge mbabwate bintu byo gutumika gukora plumbing gusekobeke mefreji ya mache buna chipipe na boigo ni chitap mbabwate chichibot buna chiria cha chipsam na boigo MDF boigo mbabwate chitiles chiria chikwarwanse ase nyumba na chiria cha granite marbles batarire asiduka yabo yera se nyumba ya old Sansora building angenegete sinyekenene gechigari imeyumu chukisi gusoba Kirisimi ase namba enoti isano na ibere eyemo kianda inye isano enoti inye isano nemo. Osmo Traders Limited, customer satisfaction guaranteed. Memano majumuri na dekroto na sentundede ya kabira somoro Omogano nekroto na Dogo kan mwenye biashara mwanene ase county ya Kisii ekaraenda to karobonjo libwae asomo chibo songo ndene twatari twatakara tutebigoro Omogano ekera somoro biri Omogano ni go bageni bago jabato taina na kibore tunga kia kini kenda tokara egasire okara ya kirali tuko kenda utobwatia enero Ndizi TV obwansu bomagusinyurana abagana utobwatia sensemo yemitanda Facebook tonyora Ndizi TV News digital baga sensemo ya YouTube na bago tonyora Ndizi TV News onya chinga kito tweet @Ndizi TV News boye karanga likiao ngenda to kiari ni gwetera se namba irase skin ya yura lili twagenda somo tumoko konyoto tebiruna ngaye ayiwere yadiwe bosongo abantu olikiro robona nto chiko genda gatoteina ekere gore yadige ngaye asugete gochibosyo genda gotobwati enero Ndizi TV obwansu bomagusi bono naboko totebina ndikwe gore yadiwe ambantu kia bakwali gete Dogo kan. Kwanza tulianza tu na watu kidogo alafu iko disabled kidogo pia tuliveka kazi. So umeajiri watu sasa wameanza kufanya katika hardware yako? Ndio. Kuna hii tumesema kwamba ngwali geta abantu batari kuigwa wana dev ngiya gato katika bantu na ndembale ngwali geta walikuwa karibu 45 45 wengine small cashier na mwingine alikuwa nachunga mlango alafu mwingine alikuwa watu ya mkono. Abana bali bwate baba to mujando batari ku nini lichangia ashwa kusingi kia kuirete okalika banda batari kuigwa Dogo kan. Nilikuwa naonia watu huruma jinsi mimi pia nilikuwa juu. Nili maisha yangu ilikuwa ngumu kidogo. Sasa alafu ndio sasa considering that one nisema wacha nisaidie hawa. Ndio kusema ya kwamba shida ulipitia ukiwa mdogo na wewe sasa ulikuwa unataka usaidie watu wasisipitie sana. Ngakiko alikuwa identify ama ulikuwa unajua aje tu ni dev nani alikuwa anakuletea watu ili uajiri katika duka lako? Hiyo pia duka wa dev moja na mita Usumo. Johnston Usumo. Natoka Nyamira. Yeye alikuwa anakuja na tafuta na si sema tayari alisumbua sisi lakini nakuja
kwenda nasema njaa. Karibu at least 3 months. Alikuwa nakujanga. Aligoje duka yao. Hardware. Alafu nilisema haya basi ninaona staff yangu wengine sema tusaidie yeye. Sasa kusaidia yeye alikuwa analea kazi, yani kazi yake ilikuwa ya mzigo. Like ya mzigo sio offloading matrela nini. Zamani kazi ilikuwa pana iko mingi sana. Sasa yeye aliendelea wako na association yao. Alileta mwingine. Wano sugo nando jiro le diro yonde nere wato bore mabuna boli. Sasa unakuja sasa wengine kama unasikia tu hata watu kutoka Kisumu unasikia atiko duka ingine inaandika sasa wanakuja moja sasa wewe kukataza. Alafu polepole walikuwa almost 45. Bonse wakawa 45. Hata walikuwa tena timu yao ya mpira pia. Ibono ngoma idoro na inga communication ulikuwa unaongea na wao kwa sababu hawapa. Sasa wewe na wewe ujui ama wewe ulikuwa unajua science wakati huo? Mimi nilikuwa sikujua science. Alafu kutoka hiyo moja yao polepole kuna mtu Tobias. Yeye ndio alienda shule. Akiwa kwa hardware yako ndiye akaenda shule. Hapana. Yeye alikuwa soma hiyo science. Sasa tuseme Tobias yeye alikuwa ameshaenda shule amesomea sign language. Alafu alikuja. Yeye ndio ninakumbuka sasa. Yeye kazi yake ilikuwa electrician. Sasa tuliweke tu auze tu vitu ya stima kidogo. Yeye iko paka sasa. Yeye iko paka sasa. Hata baadaye alifungua duka Rongo ya stima. Lakini mlikuwa mazungumzo yenu mlikuwa mnafanya hadi kwa sababu wewe uelewi hizo science kidogo, yani basic science chakula. Okay, alafu pole nilijua science lakini hapana yote. Ile basics pekee yake. Sasa unajua kwa hiyo duka lako ngwa wada abantu bali kuiwa na ndengwa wada abandi batali kuiwa ngakikwa kwa mbekazi ya baba dev na babande dokan ama kila watu walikuwa wanafanya department yake. Kila mtu alikuwa department yao. Lakini zaidi ya madef ingine ilikuwa madam ingine alikuwa anaitwa Judith. Yeye ilikuwa cashier. Yeye alikuwa dev. Alikuwa dev. Alikuwa dev. Ndio wameenda shule. Alikuwa dev. Lakini alikuwa anajua corporate. Alikuwa very efficient. Kila cash yeye ndio alikuwa na handle. Kazi walikuwa wanafika masaa ambayo ilikuwa ina style ama ndio. Ngakie kazi yabo yare ko ba ngakibara ko kazi yabo kwa utevinga kidogo. Au the dev sasa wakifanya kazi yao ilikuwa aje? Kazi yao ilikuwa mzuri sana. Mzuri kabisa. Hakuna supervision sana. Kila mtu yuko na kazi yake. Sasa kwa hivyo sasa kazi yako ilikuwa uinue jamii kidogo. Kuna wengine wanakukumbuka mpaka saa hizi ama? Nakumbuka sana. Wengine nakumbuka hata wanatumianga mimi message. Wana mpaka sasa. Iko wengine. Alafu kutoka hiyo hata watchman yetu. Tuliweka tu deaf moja. Day watchman na usiku day watchman, usiku pia watchman. Alikuwa anasaidiana na watchman ile. Kwa vile sasa tulikuwa naonia tu huruma. Na ule hata maid, sorry. Hata maid yetu ilikuwa the late. Ni mtoto yangu ya kwanza ilikuwa deaf. Alifanya sisi karibu mwaka almost 15 years. Cha msingi ni kuwa ngwa bakonyete bakore mirimo ya ngwate ari na dev mbaje bakatware timu yabo iyo mupira batware mbaje bakatware timu yabo wakakuja wakawa na timu ya mpira. Ndio. Sasa hapo ndio nataka utueleze kidogo, umewaleta wamekuwa kwa duka yako wameanza timu ya mpira, hebu tueleze kidogo. Walikuwa wanachezanga tu kwa district kidogo hapana sana. Sasa nakwenda Ugembo kidogo hapana ile serious kabisa. Hapana serious. Ngakibona bakorire mirimo bajakirwa ko mupira wakabatigire kuri hardware yawe ama ujuwa ko mupira wose wakabaire chi weekend. Hapana mpira ulikuwa wanatenga weekend. Sasa kuna hapo sasa umefungua duka, tueleze kidogo tena ulisonga kwenda wapi? Ulikuja ukaingilisha hapana ikakuwa kubwa ama ulibaki kwa ile hardware kidogo? Hapana Shabana ilikuwa
ilikuwa kubwa. Biashara ilikuwa mzuri. Biashara mbebi arenga. Bono ligwaje kuigora rende ekero kuigora GDF jajire jakorere mirimo boigo omugwenda bari gwako mupira bona ndenga igwa scout na ndenga kiwa konye community kero kwa tena lili ulikuwa unataka kusaidia community tena ulisaidia community haje kakatu umefungua hiyo hardware. Okay, ilikuwa apart from deaf ilikuwa iko disabled. Iko mama ingine yeye she was mguu moja alikuwa amekatika mguu moja. Alikatwa nyoka na ume ya zamani kama bado kuja kwetu. Alafu alikata yeye pia tulindika yeye. Alafu iko mwingine Makori kauni hapa Nyamataro. Wote yake iko paka sasa. Vijana yake walienda shule. Ingine imekuwa nurse. Alafu iko wengine ilikuwa mimi naona sasa hata mimi hapa nakumbuka, lakini iko disabled ilikuwa karibu apart from deaf. Kuna wengine barabara wengine bake kwa lige. Iko mwingine ilikuwa na Makori alikuwa polio. Alikuwa iko na polio. Alifanya kazi na serikali mwaka 15. Boni ni medena no andra tene biashara byao ase mujubo songo. No boni kama ndambaro gose wajido wa ke staff wake. Ose bono ngwa ba mbawedi watena kwa raba konyira. Look, we sort of overstaffed. Tulikuwa overstaffed. Sasa mwingine anakuja saidia kazi watu wangu kuna jaha. Alafu tulisaidia wengine, tulikuwa na saidia tu namna hii. Sasa nataka ukuje kutuambia kwamba kuna ile ya kwamba ulikuja kusaidia Shabana football team. Hii nayo ilikuja ikaanza aje? Kwa sababu wewe nasema kwamba wewe ndio ulikuwa mwasilishi na inatumia hiyo jina Shabana. Sasa tuelezee kidogo. Nishuku nilikuwa nasoma Kisumu. Nilikuwa nimecheza mpira. Ulikuwa unacheza mpira? Wewe ni mchezaji? Hapa ya zamani hapana. Sasa kile kama sasa kile mtego hapana. Nilikuwa nacheza mpira. Ulikuwa unacheza namba ngapi? Huko ilikuwa zamani hapana iko na namba. Ilikuwa tu mimi nilikuwa sort of striker. Lakini hapana ile official striker. Nilikuwa tunacheza tu namna. Hapa ni Kisumu sasa. Kwa high school. Kisumu Boys High School. Sasa wakati ulikuwa unacheza ukakuwa na mind ya kufungua club ama kuna mtu alikuletea idea ya kwanza nikifungua? Siku ile kuna mind. Sasa kukuja hapa Kisii ilikuwa iko zamani ilikuwa iko walikuwa na mito Olympic Youth. Olympic Youth. Ilikuwa hiyo NGO au ilikuwa serikali ilikuwa na sponsor hawa Olympic Youth. Sasa hawa walikuja kwangu. Alitusaidia hawa. Walikuwa wanacheza mpira. Ilikuwa youth, hawa walikuwa youth. Alafu ni sponsor hawa, alafu sasa hawa age imefika. Sasa no more youth. Alafu kama player wengine tuliindika hawa kwa duka. Ndio tulianza officially sasa Shabana. Sasa mkaita jina Shabana. Wakati sasa nani akakuwa coach? Look, one of the players. Anaitwa Akbar Khan. Yeye ndio alikuwa coach. Nero nenge coach. Ngaki. Aibone kwa nenge bathroom ni wazee director ende Ashabana kana maja kile klabu. Siku ile kwa kuna maneno ya patron hapana. Ilikuwa hivyo tu, ilikuwa timu ya duka. Ilikuwa ya duka. Sasa for example Taska ya timu yao tu wana sasa ndipo tuseme kwamba wewe ndio ulikuwa mwanzilishi wa Shabana FC.
umajumurigo no igwete na bono dokani twakwane nere gisaka ibure dudo ikirega roto tena nere uchagide club ya Shabana ikigere mpaka boni kuru asorongo rwa Gusii to wetoga din na ki club nande to toira nintu nere yada tubona joto tena ngai club ngai achite ngai saponste nande ngai gere status cha go ikaboniga ase county ya Kisii gokenda gotubwati katugura na sentu nere yada tujukwana na mange ba tujugure na challenges kya nyare ka gotwara senona sobo korali bwae asobo ebiasara yongwe na tora sentu nere yada to toska enero Ndizi TV bwansu bomba Gusii kubwatekana nobonie bwito bwige kigetambe asense mu yebintu byugo tumikistima nigo ya enekigubuna nigo kubinyora imiyeduka yemo ya light tower asirigurianse nasobwamo nigo tubwate chitayabuna colored lead light ebirobu bya fluorescent fittings snake lights chandelier lights downlighter security lights na motion sensor lights boigo tubwate assorted garden lights conduits fitting sockets industrial sockets na insulator switches neji socket chichingincho chunsi boigo tubwate chi ceiling fitting chikebo au meter boxes switch boxes, fuse, circuit breaker, conductors, earth rods, consumer boards, power extensions, fridge guards, showers na lamp holders. Boigo ngo supply baremi ya Nyamira, Migori, Kilgoris, Homa Bay, Kisii nechize muchieta naine. Na bogu tutarira ime yomu Kisii asamagacho a old Sansora building angenegete sini kanene gechigari goso to akirisime ase namba enoti sano na ibere yemo inyemara kabire enoti sano nemo gose enoti sano na ibere inye noti isano nemo isano na isato enoti eyemo isato. Light Tower, your one-stop shop for lighting and electrical fitting. Chuo cha anuai cha Kisii Impact Institute of Science and Technology kilicho mjini Kisii wana courses mbalimbali katika taaluma ya kuwawezesha vijana. Wanapeana courses kama hairdressing and beauty therapy, plumbing, electrical installation, miongoni mwa zinginezo. Katika sehemu ya biashara wana courses kama secretarial studies, business management na nyinginezo. Katika masuala ya kompyuta wana courses kama ICT, computer packages, web design na nyinginezo. Pia katika taaluma ya wanahabari wana courses kama mass media, digital TV na radio journalism. Wanafunzi wanatainiwa na Kenya National Examination Council, NITA, ICM na Industrial Qualification IQ. Watembelee mjini Kisii katika jengo la Twin Towers ghorofa ya kwanza au wapigie simu kwa nambari 0705773142 au 0784663693. Unaweza wapata pia katika mitandao ya kijamii Facebook Kisii Impact Institute of Science and Technology. Ni chuo ambacho kinakudhamini. Manono majumuri na dekroto na sentundende ya gatatu asumro weri Omogano na dekroto na dokani doga jagato to herere kurubana bwa ngaki akinete ngaki jagete biasara se county ya Kisii bono and to kirasa jageti Shabana FC na bono and na sentundende ya gatatu taina kya jagete and to kombe ngaki ngaki ya jagete na boni ngaki gendede asebirango bya mupira ase NC2 ya Kenya go to na sentundende ya gatatu toska enero Ndizi TV bwana sumu se sumro weri Omogano dokani wana wajagire Shabana to tekero wancha kanga kia chagete na ndenga kia alikuwa kumupira ngakieli ekaro kombe na boni. Mpira zamani ilikuwa very simple. Very simple. Siku hizi ilikuwa sema iko tofauti kubwa kabisa na zamani na sasa mpira. Shabana ulikuwa unaipea uniform, unaipea nini na nini wakati ilikuwa kila kitu. Kila kitu.
Kile sasa yuko si hata wengine walikuwa nafanya kazi kudukani. Ibo barenga bakora imirimo bawo nande bakomupira ekarojinga cy'umupira cy'ibwa. Ekarono ngote bugudori na kare Shabana ilikuwa imepopea sana wakati huo. Ikombea dinaboni nikyo ura kwa nigoro ngikia garede kaira na makali ya enze usasenga ki. Okay. Siku tulianza Shabana sisi Shabana tulikuwa naanza na district. Alafu district tulifanya mzuri. Tulienda provincial league. Tulishinda. Alafu tulikwenda zamani walikuwa wanasema national league. Tulienda huko. Na tulikuwa timu karibu 16. National league. Yote Mombasa, yote AFC, Gor Mahia, yote ilikuwa national league. Kwa mwaka ya kwanza tulimaliza namba 10. Kwa timu 6 wanakata. Wanawacha tu 10 na sisi party ilikuwa sisi namba 10. Alafu mwaka ingine tulikuwa namba 5. Sasa season nyingine tulikuwa namba 3. Basi sisi ilikuwa iko namba 3. Alafu zamani walikuwa kama namba 1, 2, 3. You represent the country. Sasa sisi tulikuwa na represent nchi yetu. Tulicheza na Kabwe Warriors, timu ya Zambia. Mlienda Zambia? Tulienda Zambia. Tulienda Zambia. Mlishinda ama mlishinda? Hapa sorry, walikuja hapa. Hapa tulishinda. Huko ni Gusii Stadium sasa. Gusii Stadium. Hata Gusii Stadium ilikuwa iko rules kubwa kabisa. Hakuna international team naweza kuja hapa. Mpaka utengeze hii sudi perimeter wall nini. Na walikuwa takapeleka hiyo match Nairobi. Nilikataa, nilisema hapana. Mashabiki yote wamesaidia sisi, wamekia sisi mwaka hii yote. Hawezi kwenda huko Nairobi. Tulikuwa nafanya huko na tengeza VIP room pole. Alafu hapa tulishinda. Na Zambia. Sasa unajua zamani ilikuwa na mitengo ya KFF, Kenya Football Federation. Nilikuwa natakiwa unipa sisi exposure kwenda nje kufanya hii practice au kufanya kitu chochote. Lakini kukwenda huko si player kina Motego walikuwa yote huko. Kukwenda huko tulishindwa. Ilikuwa jite kurubano kwa Shabana katika kwa Shabana simba kaboni yangu na nituza ponsa Shabana. Ilikuwa redo. Sasa tuliendelea alafu financial strain. Mjandebe sega so. Hapana, kwanza nilisema bodili kuwacha tu namna hii team hapana mzuri. Alafu mita wazee hapa na MP nilimwambia hawa hii team nzuri kabisa. Mimi natenge sasa ni public. Nilifanya hiyo team sasa public. Ukaipenda kaza? Tulikuwa na meeting huko stadium. Alafu ndio walifanya election. Kwa mwingine na mita mzee Obiri. Kutoka Nyanchua. Yeye chukua chairman kwa suku kidogo. Alafu Dr. Manduku. Alafu sasa alafu iko mwingine na mito Matundra. Yeye ni mtu kutoka sehemu ya karibu na Keroka. Lakini hii is late kwa sababu yeye pia alisaidia sana. Alafu sasa hiyo nilikuwa mimi na sponsor. Lakini si timu yangu, lakini kwa sababu ulikuwa umeipeana kwa community sasa kwa. Tulikuwa nasaidiana. Tulikuwa nasaidiana hata tulichanga tulinunua hata basi pia. Sasa baadaye hiyo strain yangu alafu sasa hapana si interest niliwacha tu sasa 100%. Sasa ukaipeana. Mbona hukupea padri ama kuanzilisha zote founder sasa hata wewe ungekuwa unaendelea na hiyo? Lakini wale mimi nilisema pana. Sasa niendeleeni tu, niko na nyinyi tu. Saa ingine kama iko meeting, kama consultation, ndikuwa tunakwendanga.
Ona ngakie kardo ko rasen sema ya Shabana sasa unaendelea ikoaje wakati unasikia sasa rumors Shabana unaionaje inaendeleaje? Wakikuja kuomba msaada tena utawapea wewe ulimalizana na wao? Sikumalizana na hawa. Ni sahihi. Sahihi unajua hali si sasa zamani biashara iliribika. Biashara iliribika mpaka tulifunga duka. Kono twakorera bose sema ya Shabana mangi kwa no chikare. Ngwa jorete kansura kobe kanso ya sema kwa joretu chintunde biru wa joretu bara tingo bokari bawo na ndengi kia gareto ka joru kobe kanso kansura si watu waliona kazi yangu au nilikuwa nominated. Sasa mimi pia sikusema sikukataa. Mimi najua kilikuwa kazi ngumu kidogo. Mshahara ilikuwa 3,000 siku hiyo kwa mwezi. Kwa mwezi. Hakuna allowance, hakuna kitu yoyote. Lakini nisema kama wana heshima hiyo mimi, basi mimi pia niendelee nao. Ngoyoro jogo nominated nani alituma jina lako sasa kwamba to nominate Dogo? Nomonyo. If I'm not mistaken, ilikuwa the late Mzee Nyachai. Ulijauriwa je ukapata nominated chintunde ibere na kipo kwa ribu wa wengi kasi yako ilikuwa aje sasa wakati umekuwa nominated na umekaa diwani? Diwani ilikuwa siku ilikuwa tuko diwani ngapi? Hata mimi naweza hesabu iko wengine bali iko hai. Ilikuwa sisi diwani mwaka tena oresi mwana ngine ndio tara oresi liko baadaye. Oresi liko baadaye sana. Na kiwa kwa mirimo yao ngakidwani yao no nyorenga keri ikwa etu kwa pete nominated ngaya Kisii Central ose konya malita utaraji Kisii Central ilikuwa Kisii Central. Na kiwa kwa mirimo kwa saving na kwa pete nominated. Nilikuwa tu kusaidia watu kidogo. Alafu kusangine kama moto na waka. Nilikuwa nasaidia kuzima moto. Pole waliona kazi yangu au namna gani, alafu ndio wali nominate mimi. Kono kurante bia bua siku arekodi mimolero wakati ulikuwa unasima moto, ulikuwa unasima wewe peke yako na hiyo experience ulikuwa na experience ya kusima moto hiyo wakati huo? Ilikuwa sasa nilianza sasa hobby. Hobby. Nilikuwa na iko pale nyingine kwa watu walikuwa nakopa kwa kwenda. Mimi nilikuwa nakwenda tu. Alafu pole nilinunua suit, fire suit. Fire hiyo nguo ya kusima moto sasa. Nga yuko ruse experience hiyo kwa mimi modero Dogo. Nilifundisha na tu hapo. Sale moto na ngua. Iko bono bade bono gano mimi modero kose no bade experience yora. Por la gotri. Ono kwa gotri. To nya ko ni modero boni. Lakini no nyar kugeria bandu kwa to kugeria bande na bara nyar ko mimi modero se kaunti Kisii. Sorry? Ngwa ulikuja kufunza wengine jinsi watakabiliana na hapana kufundisha na hapana. Hapana, zamani ilikuwa kuna zima moto hapa, hakuna. Alafu sasa mimi nilikuwa counselor, nilipigania. Nilisema Kisii is very dangerous. Hiyo lazima mfanye mpango ya fire brigade. Alafu tulinunua during my time tulinunua fire brigade. Kuna yale uliyafanya unaweza kumbuka kwamba Dogo nilifanya na hii tunasema achievements. Tataja mawili matatu ama wewe upewa reward nyingine, lakini taja yale machache ambayo unaona ya kwamba Dogo hata mimi nilichangia hii na hii katika kaunti ya Kisii ama kwingine. Okay, employment tulikuwa naandika. Alafu okay, wanasemanga kama unafanya kitu na mkono hii sijue. Alafu iko students tulikuwa na sponsor. Walikuwa nasoma Kisii school, Mosocho, Itirio. Hata hiyo nimesahau hiyo during Shabana tulikuwa kina Motego, Dalet Nyandoro, kumwingine mito Tambo, Michael Cots ambao alikuwa na kijana yake anachezea Liverpool. Au yote tulikuwa nafundisha hawa huko
ulikuwa sponsor itirio. Hiyo ni achievement. Alafu iko wengine pia orphan kwa mleke nimeona kwa orphan iko shida mingi. Aka iko orphan mingi tuli I'm sorry nilikuwa pale kusema, lakini kama ninauliza mimi hawa pia tulikuwa na kufundisha hawa wako paka sasa. I want to appreciate wengine kwa kazi. Kwa hii kazi yote umefanya, kuna award yote umewaipewa? Najua kuna mtu ukifanya mazuri kuna award unapewa, kama Dogani umefanya mazuri kuna award umewaipewa? Award bado sijapata award, lakini hiyo tulikuwa national hiyo ya head of state commendation. Hiyo ilikuwa the late President Moi alihona mimi. Alafu baadaye the late President Kibaki wale karibu mwezi 6 hivi alinipa milioni 3, ilikuwa kubwa sasa kuliko hiyo head of state commendation. Na mito OGW, Order of Grand Warrior. Uliitwa Nairobi? Niliitwa Nairobi, lakini communication ilikuwa hiyo. Alafu tulienda Kisumu. Kuna changamoto umepitia kama Dogani ama wewe kuna changamoto yote umewaipitia? Sorry, changamoto katika biashara kuna tatizo lolote umewaipitia? Matatizo iko. Sasa taja moja ama lingine. Yani biashara ilifeli. Biashara ilifeli. Kwa hard time. Mpaka tulifunga duka. Chapana. Nataka utie mtu moyo, umeangalia hii story yako, nataka utie mtu moyo mahali yako, umwambie kwamba hata kama kuna changamoto awe na moyo wa kupeana, kwa sababu wewe ulikuwa na moyo wa kupeana, kuajiri watu, ulikuwa na Shabana mpaka sasa umefika katu na business yako. Anaomba tu mwenye biashara kama na shida iko mingi dunia mzima, wasaidia watu employment, kama wanaweza create employment kwa watu, na kama iko chance yoyote waweke ta disabled pia kidogo kwa kazi yao, na kuwa kind. Sasa unajua umeongea mambo ya disabled sana, abantu wale no balema. Wito wako kwa serikali ni upi kuangalia masilahi ya watu wako na ulemavu? Tukimalizia serikali, maneno serikali asikuongea sana, lakini serikali pia inasaidia. Mimono ase ogo tuanjira kukuwa na mangana mange mimono mwanjumuri Ndizi TV twawakere mimono ekero kwero muri bagari oli abene kulili Omogano oyo ekero togende tekero twarengena Dogani ase njira ya bene kabisa mimono ekero kwa tu anjiri twakwane naye twetari rais, lakini twawakere mimono tumekupigia shukrani sana kwa sababu kwa didi yako mimono mwanjumuri ekero twarengena Dogani twaraira mange naki achagete biashara bya ase county ya Kisii kera ibure twasenza meri yabo nyunyu eyere county ya Nyamira akarwaroro ekaro isasirete bakanganya goja sensemo ya Kisumu Kendubei agasomorora kama jokwirina goja se county ya Kisii na manga twareire bana wake na imbe mone karo kwa bwa Omogano oyo asumuro biri Omogano ne tumirane itukuneria Jumatano chinsabuneji yena Ndizi TV bonsumo Gusii Eliane Brighton Makoli.